Sasa tukitupa hivi vitu vyote viwili nje, what are we going to work with? I want to introduce you to a concept of mental fitness. This is the word that I want me and you, this is the phrase that I want you and me to use from here onwards. Mental fitness. And I got this concept kutoka kwa one of the world's speakers, anaitwa Simon Sinek. Simon alikuwa anazungumzia kwamba I'm going to do this from now on. I'm going to stop using the term mental health. I'm going to start using the term mental fitness because it speaks to a process. Ni kama unavyosema physical fitness. Ukizungumzia physical fitness, kila mtu anajua hapa kuna vitu viwili. Kuna diet na kuna mazoezi. Yaani maana yake diet inamaanisha nutrition. Simaanishi sijui kula apple moja na chungwa moja kwa siku. No, inamaanisha kuna nutrition na kuna mazoezi. Kwamba if you want to be physically fit, then you have to eat certain foods and you have to do certain exercises. Kitu kingine kuhusiana na fitness, ili neno fitness, ni kwamba tunaweza tukapima. We can measure your mental fitness. Kwamba 3 years ago, ulikuwa maybe huwezi kudeal with grief, maybe ulikuwa huwezi kudeal with rejection, lakini now you can. Sasa from 2023 mpaka 2026 ni vitu gani ulivyofanya hapa katikati kiasi kwamba your mental fitness ika-improve? You get my point? Kwamba tunaposema neno fitness, you can actually quantify. And then sasa hizi shida kama sijui za mimi nikipata anxiety na ganda sijui namna ya kufanya na panic na nini, now we can work through them, kwa sababu tunajua kabisa kuna certain mental exercises that I have to do, and kuna a certain mental nutritional diet that I have to eat, and 1 + 1 = 2. Yani maana yake wewe leo hii ukae kwenye hiyo mental diet na mental nutrition, ukae kwenye hizo mental exercises, ninakuhakikishia your mental fitness will improve if you stay on them consistently.